Mtazamaji, karibu kuyafahamu mambo makubwa yaliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma ndani ya kipindi cha miaka 4 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuyafahamu hayo, tunakutana na mwenyeji wetu hapa ambaye ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, Dr. Ibenzi Ernest, ambaye kwanza anaanza na utangulizi huu. Hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma ilianzishwa mwaka 1920. Ni miaka sasa 105 tokea ianzishwe. Imekuwa ikikua mpaka mwaka 2010 ikatangazwa kuwa hospitali ya rufaa ya mkoa. Lakini tunashukuru hospitali kukua kwake imekuwa ikikua pia kuendelea kuboresha pia na huduma zake kadri inavyozidi kukua. Ni kwa uchache kuhusiana na historia ya hospitali. Lakini je, ni yapi mafanikio ndani ya miaka 4 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Dodoma? Tulikuwa na ICU ya vitanda 3 mpaka kwa leo tuna vitanda 36 kwa hapa, lakini tuna vitanda 18 upande wa watoto vichanga. Na kama hospitali yetu iliyosema mwanzo, tunashukuru pia mwanzo watu walikuwa wanalalamika sana upatikanaji wa dawa. Sisi sasa upatikanaji wa dawa tunachezea kwenye 98%. 2% yenyewe ipo, lakini ikitokea huyu mgonjwa amekosa dawa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma, tunachokifanya sisi watumishi, kwa sababu sisi ndio ndugu namba moja wa mgonjwa akifika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma, sisi watumishi ndio ndugu namba 1. Tuna jukumu la kwenda kumtafutia dawa ambao sisi mgonjwa ameikosa kwenye duka letu. Na wakati mwingine hata ajua kama ameikosa, sisi wenyewe kuna dawa hii ameikosa mgonjwa, tunakimbia kimya kutafuta kwenye maduka yetu mengine, tunaileta tutamletea pale alipo. Lengo kubwa sisi hataki kumsumbua ndugu yetu anayeumwa. Ni wazi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma imekuwa kinara na kujipambanua katika mambo na nyanja tofauti. Lakini swala la wagonjwa wa ajali, hilo ni jambo ambalo hapa ndio mahala pake. Lakini kwa upande wa hudumia wagonjwa wa ajali, sisi hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Dodoma inashika mpaka namba 1 kimataifa. Ikifanya vizuri kabisa kwa hudumia wagonjwa waliopata ajali. Hata juzi tulipokea wagonjwa 48 waliopata ajali. Ingekuwa hospitali nyingine ilikuwa ni disaster. Lakini kwetu walifika jana saa 2 asubuhi tumeshamaliza wote wagonjwa wote na operation. Na aliyefika saa 9 usiku hakuona mgonjwa ambaye amezidiwa, kwa sababu wote waliokuwa wamezidiwa tayari kwa wameshafanywa operation. Kuhusu vifaa tiba, hilo nalo si la kuuliza. Tunashukuru kwa kweli miaka 4 hii tena tumekuja tremendous. Nakumbuka kuna mtumishi mmoja alilalamika akasema, "Mbona mmetuletea vifaa vingi, tutaviweka wapi sasa?" Yaani kwa sababu hajawahi kuviona maisha ya hivi. Hospitali tulikuwa kama na BP zile kupimia pressure. Zilikuwa labda zinafika labda 4 hospitali nzima. Tulikuwa inakuwepo mapokezi, inakuwepo mmoja wa dini ya kuazimana, lakini pia tulikuwa tuna kwenye vyumba vya upasuaji. Hizo ndio kwa vifaa ambavyo ukionekana nacho unaonekana wewe ndio wa maana kweli. Patients monitor ni kwamba nakumbuka zilikuwa 2. Moja ilikuwa mapokezi, nyingine moja ilikuwa iko theater ya kuazimana. Lakini leo tunapoongea sio simulizi tena. Yaani BP machine nadhani kila ward itakuwa azipungui hata 6. Utaenda mapokezi pale kwenye emergency ni nyingi mno. Kwa niaba ya Wizara ya Afya, kwa niaba ya mkoa wetu wa Dodoma, sisi tuwakaribisha sana wananchi wa Dodoma kuja kuitumia hospitali yao, na tunawashukuru sana kwa endelea kuiamini. Na kubwa zaidi, wanapopata changamoto ya huduma wasisite kutupigia simu. Sisi tunapatikana masaa 24, na sisi kama tulivyosema sisi ndio ndugu namba 1 wa wagonjwa wanaofika hapa hospitalini. Ndio maana wao wakifika hapa hospitali wao tunaruhusu kale majumbani, na sisi tukaendelea kubaki na wale ndugu zetu wa karibu. Naiweka nukta kwa kusema asante mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, Dr. Ibenzi Ernest, kwa kutujuza machache kati ya mengi ambayo yamefanyika kwa kipindi cha miaka 4 ndani ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Nami niseme tunakukaribisha hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma ili uweze kupata huduma bora. Kwani tunasema huduma bora ni kipaumbele chetu.
Asante na karibu.